Na ndio maana mimi niliamua niwe nazungumza tu Kiswahili. Nasema huyu Kiingereza hajui. Sasa niliandikaje hizo thesis? Zingepitaje? Ya masters nilifanya ya thermal decomposition and kinetics of the lanthanides of Zarato halides chini ya Professor Mlokozi. Sasa kama ni nchi juu, sijatembelea nchi gani? Nimetembelea zote, China mpaka Sapporo kule, the northern part of China. Nimeenda kule kwenye conference ya mabarabara ya winter. Japan, Vancouver kule Canada, mpaka nikawa co-chair wa mawaziri wote wa ardhi duniani. Chair alikuwa ni kutoka Spain. Sasa nilikuwa naendeshaje huko mkutano? Denmark kule kwenye Norwegian Public Road of Administration. Sijui wapi nizungumze. Ujerumani walitaka nizungumze Dankeschön, Auf Wiedersehen. Sasa wapi? Ufaransa. Napafahamu kila mahali, lakini Utanzania kwanza. Lugha ya Kiswahili ni ya 10 kwa kuzungumzwa duniani na inaongoza katika Afrika, na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. South Africa wanasema, Rwanda namshukuru sana Rais Kagame, rafiki yangu. Lakini sisi wa hapa Tanzania ambapo ndio original ya Kiswahili tunadharau Kiswahili. Wachina wapo bilioni 1.3 hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani, Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndio identity yao. Sisi anakuja hapa mtu saa nyingine hata Uingereza hajafika, Kiswahili kina historia kubwa katika nchi, na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu. Kujua lugha zingine wala hamna tatizo. Unaweza ukajua lugha zingine tu, ni kama ambapo ungeweza ukajua Kijaruo ya Oreyangima wachima dara machikina, au ukajua Kinyarwanda Mwaramse, au ukajua Kiganda Mwibare Nyosebo na kadhalika. Zile ni lugha, lakini basi tujue Kiswahili ndio